Nataka huyu naibu wa rais angekuwa ameenda nyumbani hata kabla ya jana ifike. Kwa hivyo saa hivi vile imesimama, aende nyumbani tupate deputy president ya kuunganisha Kenya mzima, sio wa kuwawanya Kenya katika vikundi kwamba shareholders na ambayo wengine sio shareholders. Rais Dr. Ruto alipoingia uongozini, wale walimpigia kura na wenye hawakumpigia kura, alikuwa yeye ni rais wa wote. Kwa hivyo saa hii acha waende nyumbani, tuletee mtu mwingine ambaye atashughulikia Kenya mzima. Hizo wakati tulikuwa tunafanya campaign, tulichagua Dr. William Ruto kwa sababu mbili. Sababu moja ni kwa sababu yeye alitupatia manifesto ambaye ilikuwa inatoa Kenya mahali ilikuwa imewekwa katika shimo la shida lenye tungekaa miaka na mikaka na watoto wetu bila kutoka. Tukawa na matumaini kwamba atatuweka katika sehemu ya kuwa na matumaini. Jambo la pili ni kwa sababu serikali iliyekuwepo ilimnyanyaza vibaya sana. Alikuwa hawezi pumua, lakini alivumilia. Hakuanza kujigamba ama kuanza kupigana vita na yule mkubwa wake. Alivumilia to the last minute na akaja kwetu akatuomba kura. So huyu bwana Gachagua ambaye sisi hatukuwa tunamjagua kama sisi watu wa Kisii, bwana Gachagua tulianza kumjua wakati tulisikia Dr. Ruto amemchagua kama running mate. Hakuna mtu alipigia Dr. Gachagua kura kwamba ni Dr. Gachagua. Tulipigia Dr. Ruto kura kwa sababu yeye atupatia manifesto, na yule mwenye alimbeba yeye kwa bega lake kwamba yeye ndiye running mate, tuliamini Dr. Ruto anatuambia huyu ni mtu wake. Na kwa sababu baada ya wao kuingia ofisini, huyu bwana Gachagua alianza kutengeneza constituency yake, aka abscond duties ya kuwa deputy president wa the whole Republic of Kenya. Akaanza kupigania watu wa mlima. Tukashindwa sisi watu wa Nyanza, watu wa Western, watu wa Rift Valley sababu ni waondoa sababu president yako. Watu wa Pwani na wengine North Eastern, wao deputy president wao ni nani? Sasa mimi kama mwananchi wa Kenya naona hii maneno vile iko, kama wanataka toka watoke yote, alafu tuchakue wengine, na kama sivyo Gachagua naye aendelee mpaka miaka ikwishe hiyo, alafu tuanze kuchakua tena serikali nyingine. Vile maneno hii ya kuendaenda ati nataka kutoa mwingine, aibu kubwa sana yangu. Vile mimi nasema siwezi kuenda mbele sana, nasema hivyo kama ni kutoka watoke yote. Mimi kama mkaji wa Kisii na Mkenya dhabiti nasema hii ni siasa ndogo ndogo, iwezi saidia mwananchi hata kidogo. Mheshimiwa Rais, ukikumbuka ukitafuta kura katika eneo letu la Kisii, mlikuwa mnasunguka na Rigathi Gachagua, lakini sababu ya kasumba ndogo ndogo umefika mahali umedanganywa utupe huyu mzee nje. Naomba kwa hisani yako, hata ukiangalia BS the Rachagusi constituencies which we have almost 10 of them, we don't have even a BS, but in Rift Valley we have almost 70%. Sasa kati ya Rigathi Gachagua na wewe nani yako na mukabila? Mimi naomba kwa hisani yako waje mambo kufanyie wananchi kazi ambayo walikupigia kura asubuhi na mapema. Tuache hii siasa ambayo iwezi saidia Mkenya. Nikuja maneno ya elimu. Vitu mingi vinawekewa court orders. Your Excellency, with due respect, you don't obey them. Now between you and Gachagua, we are supposed to be questioned. You are the one. Leave this issue of small politics and work for the Kenyans. We are tired with this kind of politics we are witnessing. We as the young generations. I want to be very specific ya kwamba I'm not supporting the impeachment of motion of our deputy president Rigathi Gachagua. Hii mambo Ruto anatuambia saa hii kama Wakenya hatuoni mahali popote inaenda kutusaidia. Tunataka kusema ya kwamba deputy president let him given time until 2027 afanye kazi yenye alipewa na Wakenya. Ukisema ya kwamba deputy president ni mwizi, inamaanisha ya kwamba kama wewe president, kama wewe dereva wa hiyo serikali, pia wewe ni mwizi. Amwezi tuambia kwamba deputy president anaipa pesa when you are watching. Mlikuwa wapi akisaiba? When deputy president Rigathi Gachagua was being given an office of the deputy president, he was not poor. He was also rich. Sasa hii siasa ndogo ndogo ambayo mnaleta kwa Wakenya
we want to say no, and with a big no from the word go. Deputy President to be given time until 2027. Kama unataka uende nyumbani, please we are begging you, nyote mpange vilago vyenu mwelekee nyumbani, because hatutaki siasa mbaya ambayo isaidii wa Kenya. We have so many issues which we can be able to address as Kenyans, but because you want Kenyans to lose focus on development, now you are bringing the impeachment motion so that the Kenyans can look on that and fail to focus on development. What we need is development delivery. Ikifika 2027, we can decide whom to choose as the president of the Republic of Kenya. So wa Kenya kutoka Kisii na Kenya mzima tunasema ya kwamba Rigathi Gachagua hapaki kwa ofisi until 2027. I'm speaking as a youth and I am also speaking on behalf of the youths of this country. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Wilfred Monyenye Yoge. Mimi ni mheshimiwa wa Kisii Central Ward, Kisii County Assembly. Mimi kama mheshimiwa Monyenye nimekataa kadha. Hayo si mambo sisi tunataka kuongea. Asanteni wananchi, hii kitu ya mambo kutoka Gachagua, mimi nimekataa kata, wacha Gachagua akae. Kama driver ni mbaya. Sasa Tandiboi wacha ni wabaya. Asanteni sana. Look, the charges, the 11 charges, from the gross misconduct up to ethnic profiling. Indeed, those are very key grounds to really impeach the deputy president. Now, the deputy president he made some few blunders left and right, putting one ethnic community forefront, keeping at his back other communities also need to be included in the government. Historical moment where we are witnessing the section 151 of the Constitution, where the impeaching of the deputy president. Indeed, it's a historical moment. Constitution that was promulgated in 2010. Now, today is a very critical process where the public participation is so critical in the process of impeaching the deputy president. Now, during the election, I can remember the Excellency President William Ruto sat down with their team through the panel. I think it was long waiting hours, and they gave us the flower girl, which was Mr. Gachagua as running mate, and they won the election. Now, 2 years down the line, now we hear some noises all around that the deputy president is unfit to occupy the office. Nataka huyu naibu wa rais angekuwa ameenda nyumbani hata kabla ya jana ifike. Kwa hivyo sasa hivi vile imesimama, aende nyumbani tupate deputy president ya kuunganisha Kenya mzima, sio wa kuwawanya Kenya katika vikundi kwamba shareholders na ambayo wengine sio shareholders. Rais Dr. Ruto alipoingia uongozini, wale walimpigia kura na wenye hawakumpigia kura, alikuwa yeye ni rais wa wote.